Film, DJ Big TZ Family. Kwa nini baadhi ya watu wanaogopa kuingia kwenye mahusiano? Jamani, swali hili kila mtu anajiuliza. Leo nimekuja kukuletea majibu ya wazi juu kwa nini watu wanaogopa kuingia kwenye mahusiano. Tafadhali, welcome once again Kono Film Big TZ Family. Please subscribe na kulike na kushare ili uwe mwana familia Big TZ Family. Umewahi kukutana na mtu ambaye anaonekana kukupenda, anakutafuta, anakujali, anapenda kuwa karibu na wewe, anaonyesha interest, lakini ukianza kuzungumza swala la mahusiano ghafla anabadilika. Anaanza kusema, kwa sasa sitaki relationship, sitaki mahusiano yoyote kwa sasa hivi, natamani kuwa single wa kwanza, siwezi kuingia kwenye mahusiano. Au anakuambia, tatizo sio wewe, tatizo ni mimi. Lakini swali linabaki, kwa nini? Kwa nini mtu anaweza kutamani kupendwa akataa kuwa na mtu wa karibu, lakini wakati huo anakuogopa kuingia kwenye mahusiano? Leo tunaangalia jambo hili kwa mtazamo wa physiology, na kabla hatujaanza kuna jambo muhimu. Si kila mtu anayekataa relationship ana tatizo la kisaikolojia. Wengine hawako tayari tu, wengine wanapendelea kuwa single, yani kuwa mpweke bila na mtu, bila mwenza. Wengine wanataka kuizingatia career, biashara, masomo au maisha yao. Kwa hiyo tusihukumu kila mtu, lakini kwa baadhi ya watu hofu mahusiano inaweza kuwa na sababu ya ndani ambayo hata wao wenyewe hawaelewi vizuri. Kwa mtazamo, sehemu ya kwanza, aliwahi kuumizwa zamani, past experience. Sababu ya kwanza, past experience. Mtu anaweza kuwa aliingia kwenye relationship akiwa serious sana, akampenda mtu, akamwamini, akampa muda wake, akampa emotions zake, lakini mwisho wake akaumizwa. Labda alisalitiwa, labda aliachwa ghafla, labda alidanganywa, labda alipitia mambo mazito sana, au alitumia miaka mingi kwenye relationship ambaye haikumletea amani wala faida yoyote. Baada ya kupitia hali hiyo, akili yake inaweza kuanza kujilinda. Anaweza kusema, sitaki tu, kwanza sijawa tayari, usije nyumbani kuposa, sitaki kupitia kitu kama hiki tena. Hapo ndipo fear inaweza kuanza. Mtu huyu anaweza kuwa na tamani mapenzi, lakini akili yake inamwambia no, hapana, usijaribu, hebu kumbuka yale uliyopita. Mapenzi yanaweza kukuumiza, kwa hiyo anachagua kujiepusha nayo. Mtazamo sehemu ya pili, anaogopa kuachwa, fear of abandonment. Mtu mwingine anaweza kuogopa relationship kwa sababu anaogopa abandonment, yani anaogopa siku moja mtu anayempenda atamwacha. Hii inaweza kufanya mtu asijisikie kabisa nafasi ya kumpenda mtu mwingine. Anaweza kufikiria, nikimpa nafasi huyu, nikimpenda sana huyu, nikimzoea, je, yatakuwaje? Si atakuwa kama yale? Akiondoka nitavurujika vipi? Itakuwa vipi? Kwa hiyo anafanya nini? Anaondoa kabla hata relationship haijaanza. Hii ni kama kujilinda dhidi ya maumivu ambayo bado hajatokea, ama anafikiria maumivu yale aliyopata huko nyuma yasije akamsogelea kao kama yale au kuliko yale atakayoyapata hapo baadaye. Mtu anajiumiza kidogo sasa ile asije akaumia zaidi baadaye. Mtazamo sehemu ya tatu, anaogopa kusalitiwa, trust is missing mkubwa wa relationship. Lakini kama mtu aliwahi kusalitiwa, inaweza kuwa vigumu sana kuamini tena. Anaweza kukutana na mtu mzuri kabisa, lakini bado akauliza moyo wake, je, huyu naye atanisaliti? Je, kweli atanipenda? Je, ana mtu mwingine? Kwa nini amenicheki mara nyingi? Kwa nini hajanijibu message? Mawazo haya yanaweza kumfanya mtu awe overthink, yani kufikiria kupitia kiasi, na mwisho wake anaona ni bora asifungue moyo kabisa, ajiweke pembeni, ajitenge kabisa. Inaweza kuwa watu wa namna hii wamepitia changamoto nyingi za mahusiano huko nyuma, inamfanya akimbie mahusiano mengine. Kwa mtazamo sehemu ya nne, anaogopa kupoteza uhuru wake, independence. Baadhi ya watu wanathamini sana independence yao, wamezoea kufanya mambo yao wenyewe, wanapanga maisha yao wenyewe, wanaamua muda wao wenyewe, wanatumia pesa zao wanavyotaka, na ghafla wanaingia kwenye relationship. Anza kufikiria, je, nitapoteza freedom yangu? Yani freedom ni uhuru.
Je, nitahitaji kumweleza kila kitu? Je, nitakuwa na muda wangu binafsi? Hofu hii inaweza kumfanya mtu aone relationship kama mzigo badala ya partnership. Hofu hii inaweza kumfanya mtu aone relationship kama mzigo badala ya partnership. Lakini relationship yenye afya haipasi kumfanya mtu apoteze identity yake. Lakini relationship ya afya haipasi kumfanya mtu apoteze identity yake, utambulisho wake. Mtazamo sehemu ya 5, anaogopa commitment. Anaogopa commitment. Kuna tofauti kati ya kumpenda mtu na kuwa tayari kwa commitment. Mtu anaweza kuwa na feeling lakini akawa hana uwezo wa kujitoa kikamilifu kwenye relationship. Anaweza kupenda companionship lakini asiwe tayari kwa responsibility inayokuja pamoja na relationship. Kwa mfano, kumjali mtu, kuwa loyal, kuwasiliana, kutatua disagreement, kumsaidia wakati wa ugumu, kujenga future pamoja. Haya yote yanahitaji commitment. Na baadhi ya watu wanaogopa hilo. Mtazamo wa nafasi ya 6, ana self esteem ndogo. Hii ni sababu ambayo watu wengi hawafikirii. Mtu anaweza kukataa relationship kwa sababu anaamini, mimi sifai kupendwa. Mtu kama yeye atanipenda kweli? Yeye ni mzuri sana kwangu, nitamuumiza tu. Hii inahusiana self esteem. Mtu akijiona hana thamani, anaweza hata akakukimbia mtu. Anaweza kumkimbia mtu kabisa anayempenda kwa sababu haamini kwamba anastahili upendo huo ufikie yeye. Cha kushangaza ni kwamba mtu mwingine anaweza kumuona kama mtu mzuri sana, lakini yeye mwenyewe haoni hivyo. Mtazamo sehemu ya 7, anaogopa kuwa vulnerable. Vulnerable ni uwezo wa kumruhusu mtu mwingine kuona upande wako wa kweli, kuonyesha emotion, kukubali kwamba unamjali mtu, kumwambia umeumia sana, kusema kwamba unamhitaji. Kwa baadhi ya watu hii ni ngumu sana. Wamejifunza kujilinda, hawapendi mtu ajue wanachohisi. Kwa hiyo wanapokaribia kuwa emotionality closer na mtu, anaanza kurudi nyuma. Anaweza kukupenda lakini akisema tuendelee kuwa friendly kwa sababu kuwa karibu kihisia kunamtisha. Mtazamo wa 8, alikulia kwenye mazingira ambayo hayakuwa na healthy love. Mapenzi ya baraka, mapenzi yenye upendo huko nyuma. Mazingira ya mtu anaweza kuathiri sana namna anavyoona mapenzi. Kama mtu alikulia akiona watu akigombana sana kila siku, usaliti, ukatili, pengine ndani ya familia yake, wazee wake wanagombana kila kukicha, ama baadhi ya mashoga yake anasikia, bwana mishoga yangu, mwanangu hivi, mwanangu, kama hivyo, kutokuaminiana au mahusiano yenye drama nyingi. Anaweza kuanza kuamini kwamba relationship ni kitu cha mateso. Akikuwa anaweza kusema, mimi sitaki kuolewa, mimi sitaki kuoa, mimi sitaki relationship. Si lazima kwa sababu hapendi watu. No. Huenda akili yake imejenga picha kwamba mapenzi yanaambatana pains, maumivu. Mtazamo wa 9, anaogopa kupoteza identity yake, utambulisho wake au uzuri wake au muonekano wake. Mtu anaweza kuogopa kwamba akianza relationship maisha yake yote atazunguka partner wake. Atapoteza marafiki, atapoteza muda wake, atasahau goals zake, atabadilisha personality yake. Hii ni hofu ya kupoteza identity, muonekano. Na hii kweli ipo baadhi ya jamii. Anaweza kuwa kijana amempenda mwanamke ana kazi zake pengine binafsi. Wakati wa kumuoa au kabla hajamuoa alimweleza, mimi nakuoa lakini endelea na kazi yako. Lakini wakati ameshamuoa anaanza kumwekea vipingamizi mpaka ile kazi ambayo alikuwa akifanya anamkatisha, haifanyi. Kwa hiyo hii akisikia mtu mwingine anaweza kusema, labda mwingine kuja kuolewa sitakuwa kama hivi. Hii pia ni hofu kwa baadhi ya watu. Jamani, kila mmoja na maarifa yake, kila mmoja na uzoefu wake. Lakini relationship ni nzuri, haipaswi kufanywa hivyo. Watu wawili wanaweza kupendana bado kila mmoja akawa na maisha yake, hobbies zake, marafiki zake na goals zake na mipangilio yake ya maisha. Mtazamo sehemu ya 10, anaogopa responsibility. Relationship si kesi za romantic moment tu. Kuna responsibility, kuna disagreement, kuna compromise, kuna maamuzi, kuna kujifunza kumwelewa mtu mwingine. Na baadhi ya watu hawataki responsibility hiyo,
wanataka freedom lakini hawataki commitment, wanataka attention lakini hawataki responsibility, wanataka companionship lakini hawataki emotional work. Hivyo wanaona ni rahisi kubaki single. Kwa mtazamo sehemu ya 11, anaogopa kufanya uchunguzi mbaya. Baadhi ya watu wanaogopa kuingia kwenye relationship kwa sababu wanaona, je, nikichagua mtu wrong, yani mtu ambaye hapaswi. Hofu hii inaweza kuwa kubwa sana kwa baadhi ya watu. Anaweza kujiuliza, je, huyu ndiye mtu sahihi kwenye maisha yangu? Je, tutafika marriage? Tutafika mpaka stage ya kuoana? Je, atakuwa loyal? Je, atakuwa kiongozi kwangu na msimamizi mwema? Je, tutakuwa compatible? Je, atakuwa ni partner karibu kila jambo? Kwa sababu anataka kuhakikisha kila kitu kabla hajaanza. Tatizo ni kwamba hakuna mtu anayepata 100% guarantee kwenye relationship. Jinsi unavyotazama, unamjua mtu zaidi kadiri muda unavyokwenda unapokuwa naye karibu. Hata ukishajua tayari umeangukia katika sehemu mbaya pengine, au umepatia vile vile. Sio kila mwanamume, si kila mwanamke mwaminifu kwenye mahusiano. Somehow baadhi yao, na kila mmoja na mahusiano yake yanavyoyajenga katika mahusiano hayo. Mtazamo sehemu ya 12, anaona relationship kama kupoteza muda. Mtu anaweza kuwa na goals kubwa, anataka kujenga biashara. Nikizungumza goals, yani mipangilio. Na mtu anaweza kuwa na mipangilio yake mikubwa. Anataka kujenga biashara kwanza, ndio baadaye ajenge mahusiano. Anajua hapa nikiwa na mahusiano zangu nikachanganyikiwa, biashara siende au harakati zangu zisiende. Anataka kusoma kwanza, amalize, afikie degree fulani, tena uko mbele tena afanye mahusiano. Anataka kujenga currency, kujijengea mwenyewe mipangilio yake kwanza ikamilike, ndio aanze kujihusisha kwenye masuala ya mahusiano. Anataka kujenga financial stability. Anaweza kuona relationship kama distraction. Anaweza kusema kwa sasa nataka nijenge kwanza ndipo niingie kwenye mahusiano. Na hii si lazima iwe mbaya. Wakati mwingine mtu kweli anahitaji muda kujenga maisha yake kabla hajaingia kwenye relationship. Unaweza kuwa na mahusiano na mtu ghafla akakuharibia wewe maisha yako, akakutia shida na huzuni kila siku kwenye mapenzi, ukakuta mipangilio yako ya kila siku kaharibika, kazi zako, pilika zako isiende sawa kama vile ulipokuwa mwanzo uko single. Hii inawafanya watu wengi wasingie kwenye mahusiano. Mtazamo sema 13, wanaogopa heartbreak. Hii ndiyo sababu rahisi ambayo watu wengi wanaielewa. Heartbreak inauma sana. Ukimpenda mtu sana, unaweza kuumia sana akiondoka. Kwa hiyo baadhi ya watu wanachagua kutopenda kabisa. Lakini kuna upande mwingine wa hili, ukimfungia kila mtu nje kwa sababu unaogopa kuumia, unaweza pia kuzuia nafasi ya kupata relationship nzuri. Kwa sababu kila unachofanyia huamini, unaona huyo janja tu, maneno tu ya kutamani na kufanikisha malengo yake. Lakini si kweli. Wakati mwingine mtu anapenda kweli, lakini je, mtu anayesema sitaki relationship anamaanisha nini? Hapa tunahitaji kuwa careful. Usimlazimishe mtu. Kama mtu amesema hataki relationship, heshimu boundary yake. Usifikiri anasema hivyo kwa sababu anataka nimfuate. Wakati mwingine anamaanisha kweli. Anaweza kuwa hataki relationship kwa sasa. Anaweza kuwa anapona kutoka kwenye relationship iliyopita. Anaweza kuwa anafanya uchunguzi wa kimya kipindi wakati wewe unamfuata na kumtongoza na kumshawishi. Anakuambia sijawa tayari. Kumbe huko anakuchunguza. Anaweza kuwa na priorities nyingine, au anaweza tu kupenda kuwa single. Anapenda tu mwenyewe kuwa single. Na hiyo ni choice yake. Au anaweza tu kupenda kuwa single tu. Hii ni choice. Unawezaje kumsaidia mtu anayeogopa relationship? Kwanza, usimlazimishe. Second, mtu anayehofia relationship anahitaji safety, si pressure. Mpe nafasi ya kuzungumza. Msikilize bila kumhukumu. Usimwambie tu kila wakati watu wote si kama ex wako. Badala yake muulize, ni kitu gani hasa kinakufanya uogope? Hapo unaweza kuanza kuelewa chanzo cha hofu yake. Ni kama hofu hiyo ni kubwa sana, inaathiri maisha yake au mahusiano yake. Kuzungumza therapist au mtaalamu wa afya ya saikolojia anaweza kusaidia juu ya hilo. Je, mtu anayekuogopa anaweza kukupenda? Ndiyo, inawezekana.
Mtu anaweza kuwa na feeling kwako lakini bado asiwe tayari relationship kulijenga kwa sababu hakuamini. Pengine wewe kusikia historia yako ulivyo, mtu fulani anapenda wanawake, fulani iko hivi bwana, fulani iko hivi. Wakati mwingine ni maneno ya kweli, wakati mwingine ni maneno ya kuzushwa kwa watu, pengine ni chuki sawa, lakini hayo yakaweza kumrejesha nyuma, siwezi kukuamini na kuweza kuunganisha mahusiano yayo baina yake na wewe. Hii ni jambo muhimu sana kulielewa. Love and readiness are not always the same thing. Mtu anaweza kukupenda lakini asiwe tayari. Anaweza kukujali lakini bado awe na fear, yani hofu. Anaweza kutamani kuwa na wewe lakini bado awe na pambana na mambo yake binafsi. Kwa hiyo usilazimishe, don't compel love. Usilazimishe upendo uwe relationship na ile ambazo zinaweza kuonyesha mtu anaogopa relationship. Mtu anaweza kuwa karibu sana wewe kisha ajitenge, kuonesha interest lakini hataki commitment, basi hataki. Usimlazimishe. Don't compel love, commitment, kuogopa mazungumzo kuhusu future, kuwa difficult kuamini watu, kukwepa kuonyesha emotion, kuwa na overthink kuhusu relationship, yani kuwa ni mtu mwenye mawazo mengi juu ya mahusiano hayo. Kusema I don't want to get hurt, sihitaji tena kuumizwa. Kusema I better off alone, bora niwe peke yangu. Kukataa watu wanaompenda kwa sababu wanaogopa kuumizwa tena. Lakini tena hii sio proof kwamba mtu anaogopa relationship, ni signal tu zinazoweza kuhitaji mazungumzo zaidi. Ukweli wa mwisho, wakati mwingine mtu anayekataa mapenzi kwamba hana moyo, anaweza kuwa na moyo mkubwa sana. Tatizo ni kwamba moyo huo uliwahi kuumia na sasa akili yake inajaribu kujilinda. Anaogopa kuamini, anaogopa kupenda, anaogopa kuzoea mtu, anaogopa kuachwa, anaogopa kusalitiwa, anaogopa kupoteza freedom yake. I mean, she fear because about freedom, her freedom. Namaanisha anaogopa kupoteza uhuru wake, kwamba wewe utamfanya kwamba mengine asifanye kwenye harakati zake za maisha. Unaweza kumzuia jambo fulani wakati mwenyewe ana misingi tayari ya maisha aliyojipangilia. Na wakati mwingine anaogopa hata mwenyewe. Kwa hiyo kama unakutana na mtu aina hii, usifikirie kwamba kazi yako ni kumlazimisha akupende. Kazi yako ni kuelewa. Mpe space, heshima. Mpe space, yani mpe nafasi, heshima boundaries zake, mpe katika mipangilio yake, kwanza awe huru, usimlazimishe. Na kama siku moja atakuwa tayari, relationship inaweza kuanza kwa misingi mzuri zaidi, kwa sababu relationship yenye afya haijengwi kwa kulazimisha mtu, inajengwa kwa trust, communication, respect, consistency na emotional safety. Ndugu yangu, hakika tumejifunza somo kubwa sana kwamba usimlazimishe mtu ikiwa kwenye mahusiano hajawa tayari. Kwa nini watu wanaogopa kuingia kwenye mahusiano? Tumeweza kufahamu mengi, tumeweza kugundua mengi, sababu ambazo zinaweza kusababisha mtu aweze kukataa kuingia kwenye mahusiano. Na wewe umewahi kukutana na mtu ambaye alikuwa anaonekana anakupenda lakini anaogopa kuingia kwenye relationship? Je, unadhani alikuwa anaogopa kuumizwa, kusalitiwa au kupoteza uhuru wake? Tuambie sasa kwenye comment section, lakini bila kutaja majina ya watu. Na kama unapenda content hizi zinazochambua physiology ya mapenzi, tabia za binadamu, mahusiano, subscribe channel yetu ili uwe mwanafamilia Mkono Filamu Big TZ Family. Lakini vile weka maoni yako chini ya hii video. Lakini vile usisahau kuwa tuna channel yetu nyingine inaitwa Bosnia Online TV. Hakika huko utajifunza masuala mengi ya tiba asilia. Lakini vile kumbuka, mimi ni mtunzi wa vitabu mbalimbali ya saikolojia pamoja na vitabu vya tiba mbalimbali, elimu ya ramli, elimu ya njozi, elimu ya viumbe, elimu mbalimbali zaidi. Kwa kutaka mambo hayo unaweza kunitafuta kwa namba zangu za simu hizi hapo. Na vile ukihitaji kujiunga kwenye channel Bosnia Online TV, basi ingia YouTube na usearch Bosnia Online TV, moja kwa moja utakuta video zetu zote tulizozitanguliza huko. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Mkono Filamu.
tunafunza maisha, tunajenga akili tunapo